Shoga yangu. Unaona sasa mazao unayopata sasa hivi? Mara ngapi nakwambia acha kutumia vidonge? Wewe kila utakwenda kwa mwanaume na vidonge. Unaona mazao unayopata sasa hivi, si ndio? Wewe shoga yangu bado unishauri leo unakaa kunisema kweli. Kushauri nini? Yaani ndio umepata bwana wa maana, unataka umzalie. Hai, utabebaje ujauzito na una hata uwezo sasa hivi? Kizazi ndio kimesharudi nyuma kimeshaoza. Uweze hata kubeba mimba sasa hivi. Umalaya tu kutoa sadaka Sasa hapo mimi ndo unanikela kabisa. Mimi sipendi yani. Sasa umalaya unaingiliana vipi hapa? Bado tushauriane au unakaa kunisema? Huo ndio ukweli. Vidonge madhara yake haya. Na wewe vipi? Samani, nilikuwa napita tu njia. Unapita njia ndio umeona hapo pa kusimamia, si ndio? Kwa sisi watu tunaongea, wewe unakupa tu mdomo, yani unakaa unasikiza ni yanakuhusu. Kwa si muda wote tumesimama kumbe alikuwa anatusikiliza. Si ndio hapo? Samani jamani, sameni tu bure. Samani jamani, ni sameni bure. Kwa hiyo na nyinyi mlivyokuwa mnajua maongozi yenu ya siri, kwa nini miongelee barabarani? Kwani anakuhusu nini? Siendelee na mambo yako. Kwa sisi tumesimama muda wote unasikiliza maongezi yetu. Sasa uondoke, unasimama nini sasa hapa? Na ukatangaze sasa. Kwanza hapa kisa ya kuongelea. Wewe ndio umekosea, unanisema vipi barabarani bwana? Subira moyoni mwangu nimekosa. Ya utaheri subira kwangu haipo. Nimekosa. Subira nimekosa. Nilijua viatu vyangu ni vya pea. Inauma. Vipi? Mzungu na Chimwagu nimewakuta? Hawapo leo. Okay. Na vipi kabati zangu na kitanda? Hapa siku 2-3 hizi sijakuepo. Ila sijajua mikakati yao. Kwa hiyo hivyo vitu vyangu vipo tayari au bado? Maana mimi naulizia vitu vyangu, mimi haijali kwamba wewe ulikuepo au hujakuepo. Akija baza Chimwagu na Mzungu, nitawaambia kuhusu kitanda chako. Naona mnanichezea akili. Nakuuliza mnanichezea akili? Kwa inavyoonekana kwamba vitu vyangu bado hamjavitengeneza, si ndio Hivi, mnajua yale yanapatikana vipi nyinyi? Mnajua hiyo pesa mimi niliyotaka kutengeneza kitanda na kabati nimepata wapi? Mimi sijakuepo siku 2-3 hizi. Kwa hiyo sijajua kama kimetengenezwa au bado. Sijui kabisa kuhusu hilo. Sasa nikwambie, kwa kuwa nimekukuta wewe, nataka wape hii taarifa kwamba nimekuja nataka kitanda changu na kabati langu. Madhani yako. Nikirudi safari ya pili, waambie watajuta kuzaliwa. Si unanielewa? Tena wewe unajifanya uelewi chochote. Subiri nirudi ndio nitamtambua vizuri. Umeshangaa kuniona nafunga mapema leo? Ndio hivyo ndo naondoka hivyo mimi. Sababu ya mazingira tayari imeshachoka. Yaani hii kazi ya kuingiza kila siku 200. Kazi ya library. Inaondoka. Wateja wenyewe kila siku mkija mnanikopa 200 vyenu hivyo. Na bado mnanikopa. Lakini si tumekuja hapa utuwekee movie. Sasa ndio hivyo. Mimi siweki movie tena, mimi ndo nafunga hivi naondoka. Nimepata kazi yangu huko. Kazi ya landa, kazi yenye hela. Kwa hiyo mimi hivyo naondoka. Lakini si la watu jija kukopa. Sasa kama ndo wewe kila siku nakuja ukopa, nishikashika kidevu changu mimi nakuwekea vimuvi vya bure, alafu bado unazidi kuniambia hiyo. Oa, mimi naondoka. Haya. Sisi tunaondoka. Chosha
na hiyo tabia yako baba, we unanchosha na huo mwenendo wako. Penzi limekuwa sumu, ndoa imekuwa chungu. Oh lolo, nimekosa subira moyoni mwangu, nimekosa yavuta heri subira kwangu. Kisimu. Sangu nini chumwangu kawa hakukisimu yangu. Vipi udugu wangu unaongea peke yako? Yaani wewe acha tu, nimevurugwa bana. Umevurugwa nani? Kuna mtu namtafuta kwenye simu alafu hapokei simu yangu. Na wewe, mbona wangu unatoka wapi? Nimetoka hapo ofisini kwa mume wako. Maana pale mimi nilitoa oda ya kitanda na kabati. Lakini cha ajabu, mpaka leo hakuna kitanda wala kabati. Hiyo hela umempa Nzungu, umempa Chimwagu? Nimempa Chimwagu. Wewe utakuwa hela umempa Nzungu. Hujampa Nzungu wewe? Hamna, mimi hela nimempa Chimwagu. Basi kama ulimpa Chimwagu, atakuwa Chimwagu kaichukua ile hela kampa Nzungu. Nzungu ile kama tapeli. Yaani tayari hapo ushampa hela, hakumbuki kutengeneza vitu vya watu. Hapo tayari kashachukua hela, kashaondoka zake kufanya umalaya wake. Mimi namjua yule Nzungu, namjua vizuri tu. Mbona unampendea sana mume wako? Mimi nakwambia hela nimempa Chimwagu. Na mimi nachokitaka, nataka tu pesa yangu au kabati au kitanda. Kwa sababu kila nikienda pale nakuta watu wengine, alafu ananiambia hayupo. Cha ajabu hata kabati silioni wala kitanda sikioni. Hapo tayari kashakwenda kula hiyo pesa na malaya wake. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, kukaza auzi ili vitu vyako vitengenezwe. Bila hivyo utapata saa kila siku ya kwenda na kurudi. Mimi nakwambia. Basi haina shida. Mimi nitakachokifanya mwambie mume wako. Kama hajanipa pesa yangu au kama sijapata kabati na kitanda, nitamletea askari hapa. Mimi sitomuonea aibu wala sitomuogopa. Hata ukimletea polisi hapa, hata kama kajificha chumbani chini ya uvungu, mimi nitakutolea. Yaani kikubwa wewe upate vitu vyako. Mimi nakupigania shoga yangu. Hilo udugu wangu sikuelewi. Hivi ndoa yenu ina amani kweli? Ina amani zote. Muda mrefu umepita, lakini nashangaa leo hii nakukuta unatoka hapa. Na wewe unanunua dada poa? Mimi silifahamu hilo ndugu yangu. Mimi nimekuja hapa kumuulizia mdogo wangu. Nilielekezwa kuwa anaishi hapa, lakini kwa bahati mbaya sijamkuta. Maana nilishangaa sana, wewe ulikuwa ni shehe, wewe ulikuwa ni mtu mstaarabu. Leo nikukute unatoka kununua, nitaka nishangae sana. Ni kweli, mimi Bantu ni yule yule ndugu yangu, wala hajabadilika. Basi chukua namba yangu ya simu ili tuweze kuwasiliana. Sawa sawa. Unaelekea wapi? Huko. Mimi naelekea hivi. Basi kwanza tukae ninapokuwa. Subira imanishi maumivu hayapo. Wewe, urafiki yako anaugua uchizi Mnemzungumzia hapo anafunga ni nani? Si huyo mwenye leblali? Eti tunaenda sasa hivi kwenda kurusha movie, anatuambia eti anafunga. Asubuhi anafunga, anaenda wapi? Sasa si anafunga na mambo yake, mimi ananihusu nini? Wewe naye sio kufunga hivyo, anafunga leblali. Eti kapata kazi nyingine. Hilo swala la kazi niacheni mimi. Maana siwezi kumwona mwenzangu anahangaika na mwili wake vile unakongoroka kuhusu nyie, afu mnasema sui anakonda si nini. Muacheni bwana. Kwa wewe ndio ulotoka hapo kwenda kumshauri mwenzio aache ile kazi, wewe umpe kazi nyingine, yeye unasema kwamba inamuingizia kipato, si ndio? Wewe kamdomo wako.
kamdomo kako ako maneno mengi, kazi gani? Kazi ile ndo natuweka mjini sisi. Usinaona hivi napendeza na kamwili kana kuja ukasema sui kazi haitulipi. Inatulipa vizuri na nyie mnavomchuna pale labda na 200 zake 50 zile. Ndio maana kaacha kazi sasa hivi. Kanajitamba aka. Chenye hata kibadilishi nguo, mwenzake pale bora hata anaingiza 100. Weka kazi gani? Kila siku uko hivyo. Na unajitamba kabisa? Nimempatia kazi. Kwa kazi gani kakangu? Kwa kipi? Mnaelewa mnachoongea kweli? Sikia nikwambie, huyu ana wivu wa maendeleo. Wewe una wivu wa maendeleo, wewe unataka kumpoteza mwenzio. Kama nakuona. Naona nikuulize na huo mwili wako utatoka naye. Msinisumbue mimi bwana. Kama yule bwana yenu ameshindwa kuwapa hela. Wewe sio bwana yetu tena kimya. Mke wangu. Abe. Mbona hivyo, kuna nini huko tokapo? Si nimetoka kule kwa mafundi. Sijamkuta Nzungu wala Chimwagu. Alafu cha ajabu hakuna kitanda wala kabati hakuna. Mke wangu. Hivyo unachokiongea hicho ni cha kweli au unatania? Asa nitanie vipi? Cha ajabu nimkuta yule kijana wao. Kijana wao mwenyewe namuuliza na yeye anajifanya hajui chochote wakati mimi natoa pesa wote walikuwepo. Mimi naona mafundi wanaleta utani. Sasa sikilize. Wenyewe wanahisi kazi niko sipajua kwa sipajua. Kazi niko unapajua, kwa unapajua. Kama yule Chimwagu mwenye kipara yule. Sometimes ajitoa gafuse, sometimes ajitoa sijui hana akili. Sasa sikilize mke wangu. Watatuletea vitu vyetu. Wajifanya wenyewe fyatu. Kama mzee anajifanya ni kabisa umwazimu. Zitakuwepo. Subiri nafuata huko nikawaonyesha. Sawa basi ufanye hivyo. Maana mimi nimeshachoka kulala chini. Alafu kingine wenzangu wote wana makabati. Mimi hata kabati la kuwekea vyombo sina, naika kwenye mabeseni. Fanya hivyo bana, msikie nikaenda kwetu. Na hiyo tabia yako baba we unanchosha. Shoga yangu. Yaani nimeamini kwamba huu mtaa unaambia. Yaani kabisa watu wanatusikiliza kabisa sisi tunavyoongea, wenyewe wamesimama kabisa kutusikiliza sisi tunaongea nini kweli? Yule mama kama mchawi kanishinda tabia. Karibu. Habari zenu. Nzuri. Zako tokako. Kujaa na kupwa kwa maji inatokana na mzunguko wa dunia. Na siku zote wanasema mguu wa kutoka mtume ameuombea. Safari yangu ilikuwa na matumaini kidogo. Kama nilivyokuambia kakaangu, huyo mtu uliyemtaja sasa hivi hapana, simfahamu. Nisikilize dadangu. Labda nikikuelezea kwa taswira unaweza ukaona mfahamu. Sio mnene wala sio mwembamba. Ni saizi ya kati. Lakini pia sio mrefu sana, anafanana na mimi kabisa. Hapana, simfahamu. Umesema jina nani? Atuganile? Ni Atuganile. Hapana kabisa, ni hata kwenye kumbukumbu zangu haji kabisa, labda hata nishaikutana naye hamna kabisa kakaangu. Kwa hapana, labda unaweza kaniachia namba zako za simu kama nitakapomuona kama ulivyonielekeza nikwambie, ila kwa sasa hivi sijamuona kabisa. Basi sawa. Naomba unisaidie dadangu. Popote utakapomuona basi unaweza kanipigia kwenye hizo namba ninazokuwekea. Okay, hizi ndo namba zako? Yes, hizo ndo namba zangu. Okay. Kwani kaka, mimi hujanielewa mpaka wewe Atuganile jamani. Nisikilize dada yangu. Mimi hapa nimekuja kumuulizia mdogo wangu kwa sababu nilielekezwa anaishi hapa. Sijafuata mambo mengine. Samahani kwa hilo dadangu. Asante sana. Kwa hiyo umechukua hatua gani? Kiukweli nimejitahidi sana
nimejitahidi kadri ya uwezo wangu, lakini cha kushukuru pia nimekutana na rafiki yangu wa muda mrefu sana. Huenda kupitia yeye naweza nikampata ndugu yangu. Hilo ni jambo jema. Lakini kaka, kwa nini usichukue picha yake ukaenda kwenye vyombo vya habari ili ukamtangaza? Huo ndo mtihani, na hilo ndio kosa ambalo nimelifanya. Kikweli sijatembea na picha yake. Viatu vyangu ni vya tena kwa wangu rafiki wakufana kuzikana, zinga wangu nyenyuki asali anailamba. Santa fanyaje maumivu naumia mimi, Santa fanyaje moyo wangu nauma mimi, ndio maana nimekosa subira moyoni mwangu, nimekosa ya utaheri subira kwangu haipo, nimekosa. Yaani hapo tayari kashaenda kula hela na nimekosa